cha team. Walizaliwa kushinda ndio kwa hivyo. Hivyo hapana. Bright future team. Bwana wengine hamsimami, nyewe ni wazee. Proscovia hujasimama. Wenyeji ndio hamsimami. Kwa nini? Bright future team. Basi tu. Wengine wamegoma. Tutafanyaje? Tuache. Okay. Mimi naitwa Zera Laurent, kama alivyonitambulisha MC. Mimi ni kiongozi katika kampuni ya BF Suma. Niko hapa kuwaelezea kuhusu bidhaa zetu. Tuna bidhaa nyingi sana katika kampuni yetu. Tuna bidhaa zaidi ya 50. Au tuna ngapi wenyeji? Tuna bidhaa zaidi ya 50. Lakini katika bidhaa hizo sasa tuna makundi ya hizo bidhaa. Kwa hiyo kila bidhaa zina makundi yake, zipo kwenye makundi. Tuna makundi mangapi ya bidhaa? Mangapi? Sasa ongea kwa sauti. 8. Okay. Mariam, ni mangapi? 8. La kwanza ni lipi? Makundi ya bidhaa yako 8 na yale pale. Lakini Mariam namuuliza, anasema siniaibishe. Makundi yale pale. Yale pale. Kila kitu kinachoongelewa kiko hapa. Yaani haya mabango hapa yana maana, sio mabango tu. Alichotoka kukiongea kiongozi kiko hapa. Hii hapa company profile. Haya hapo makundi ya bidhaa. Kwa hiyo kila kitu kiko hapa. Sawa? Kwa hiyo tuna makundi 8 ya bidhaa. Kundi la kwanza anayelifahamu ni nani? Atusaidie mwenyeji. Nini? Bidhaa za hapo, makundi yako hapo pembeni yako hapo pili. Bidhaa za kwanza hapo ni zipi? Yes. Hilo ndo kundi la kwanza la bidhaa, sio bidhaa za uzazi pili. Kwa hiyo kundi la kwanza ni bidhaa za kinga ya mwili. Nani anazifahamu? Tuna bidhaa gani? Bidhaa kundi la kwanza. Umenyosha. Wengine hawanyoshi. Wewe tusaidie. Kuna pia ni block ni kanema. Kuna news na zile products zingine. Asante, tumpigie makofi kiongozi. Wengine tumeshindwa. Haya, twende. Kundi la pili ni kundi la bidhaa gani? Au tukizungumzia bidhaa za kinga ya mwili, unaelewa bidhaa ambazo hizo ni bidhaa ambazo wanatumia watu gani? Haya, mwenyeji mmoja tusaidie kujibu hilo swali. Bidhaa za kinga ya mwili, bidhaa za kundi namba 1 zinatumika kwa watu gani? Oscar. Sijakusikia, mimi mwenyewe sijakusikia. Okay. Mmeelewa? Wageni, mmeelewa? Umeelewaje? Hujaelewa? Hujasikia hata kusikia? Amesema hivi, bidhaa za kinga ya mwili ni bidhaa ambazo anaweza kutumia mtu yoyote mwenye kinga ya chini ya mwili, hata mwenye magonjwa sugu anatumia. Umeelewa? Nikikuuliza baadaye utajibu. Okay. Tunaenda kundi namba 2. Bidhaa za kundi namba 2 ni bidhaa gani? Kundi namba 2 linaitwaje? Bone and joint. Amepata? Haya. Bidhaa za kundi namba 2 ni kwa ajili ya nini? Amesema bone and joint. Ni kwa ajili ya nini? Hauwezi.
Nafanya hivyo ili tuelewe, kwa sababu kuna wengine wako hapa hajui hata kama hayo ndio makundi ya bidhaa, hajui hata bidhaa gani zipo kwenye kundi la mifupa na maungio, na ziko hapa na tuko hapa kila siku. Hata wageni wenyewe wamefika leo wameziona, ila wewe uko hapa kila siku hauzijui. Kwa hiyo hapa inakusaidia wewe kujua kwamba zile pale ni makundi ya bidhaa na kwenye kundi hili kuna bidhaa zipi ziko pale. Kwa hiyo kama haujui, angalia pale, zipo kila sehemu. Hizi ndo kundi la bidhaa ambazo ni kwa ajili ya mifupa na maungio. Hizi hapa pia ziko pale zinaonekana, sawa, na ofisini pale zipo. Kwa hiyo ukitaka kuziona, kuzishika, karibu pale ofisini. Kundi la tatu nani analijua? Hiyo basi wewe sio mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kundi la tatu hili hapa, hili hapo, kundi la tatu. Haya, sawa. Bidhaa za mzunguko wa damu hizi hapa, hizi zinadili na nini? Wagonjwa gani wanatumia hizi bidhaa? Mdada mwenyeji. Pili, sukari, homa ya ini na magonjwa mengine mengi. Asante, amepata. Makofi kwake. Mbona kama amekosea au mbona mnakaa kimya? Mmeelewa? Amekosea. Haya, anaosema amekosea ni kundi gani? Amesema hakuna dawa ya homa ya ini pale kwenye kundi la mzunguko wa damu. Kwa hiyo tutajie hizo bidhaa za kwenye mzunguko wa damu zinadili na changamoto gani, yaani wateja gani wanatumia. Sauti sasa tukusikie. Watu wenye changamoto ya pressure wanaweza kutumia hizo bidhaa, lakini wale watu ambao wana masuala ya upungufu wa damu, lakini pia kwa mtu ambaye ana changamoto ya kisukari, anapata changamoto ya ganzi, anaweza kutumia hizo bidhaa kwa sababu zinaenda kudili na cardiovascular. Na kusema cardiovascular system hatuendi kudili na masuala ya ini. Unaelewa vizuri? Kwa masuala ya moyo, masuala ya mishipa ya damu, lakini sio katika upande wa ini. Umeelewa dada? Pili, umesikia? Sogea huku na wewe. Simu inachaji, wewe ndo unaichaji kumbe. Ukiwa haupo hapo haichaji. Sogea huku. Mwelekezi. Sawa. Tunapozungumzia cardiovascular, kwa mfano wakisema cardiovascular disease, masuala ambayo yanasema masuala ya labda moyo, lakini hiyo ni kwa damu. Sio nzuri. Kwa tunapozungumzia kama hizo bidhaa za cardiovascular S, naenda kudili na homa ya ini inakuwa uko opposite. Mgonjwa hata ukimpatia hawezi kupona kabisa. Kwa sababu hizi zinaenda kudili na moyo, masuala ya pressure, hizo changamoto ya kisukari au anapata masuala ya ganzi, anaweza kutumia zikamsaidia, lakini kwa changamoto ya homa ya ini hawezi kupona kabisa. Kwenye bidhaa za cardiovascular. Haya, nahisi umeelewa. Umeelewa? Utamfuata baadaye ya kuelekeze vizuri. Tunaendelea. Tumeelewana kwamba kundi namba 3 ni bidhaa ambazo zinadili na mfumo wa mzunguko wa damu. Sawa? Haya, kundi namba 4 ni lipi? Haraka haraka twende. Haraka haraka, mimi nataka mchangamke. Mwingine? Mkono. Mdada, anataka mdada mwenyeji. Mkono. Taja. Hapana.
Kundi la 4 jamani, haraka haraka. Makundi mengine yako pale mlangoni, nimebandika juzi mapya kabisa, yaani yamebandikwa pale. Hamwangalii vitu amsomi. Mimi nataka mnijibu. Namba 4, chap chap, tunachelewa. Mwenyeji, nichague. Nichague yoyote. Chagua. Elisha, kundi namba 4 ni lipi? Kwa kuangalia hata hapo tu. Namba 4 ni lipi? Haya, hili hapa. Hili linaitwaje? Hilo linaitwa digestive au suma living. Sawa? Hilo kundi lina bidhaa gani? Bidhaa ambazo ni kwa ajili ya changamoto gani? Mmeng'enyo wa chakula. Ni wagonjwa gani wanatumia hizo bidhaa za kwenye hilo kundi? Maembo, tusaidie. Hilo kundi la dawa za mmeng'enyo wa chakula anatumia mtu yoyote ambaye anakuwa na changamoto katika mmeng'enyo wa chakula, hasa wale watu ambao wanakuwa wanapata gesi tumboni, tumbo kujaa gesi, lakini pia na wale ambao wanakuwa na maumivu ya tumbo, wote inahusu. Lakini pia kwa mtu yote ambaye anakuwa anajiona yuko sawa katika upande wa chakula, anaweza akatumia kwa sababu hazina madhara, na akitumia si tu kwa ajili ya kwenda kutibu changamoto, pia inaweza kwenda kuongeza uimara wa tuseme nini, bowel movement, katika movement ya chakula kuingia tumboni. Kwa hiyo ina faida nyingi sana. Asante sana, tumpigie makofi. Tunaendelea na kundi namba 5. Kundi namba 5 ni kundi gani? Kundi namba 5 ni kwa ajili ya mfumo wa uzazi wa mwanaume, ndio. Kundi namba 5 hili hapa, bidhaa kwa ajili ya wanaume, si mnazijua wageni? Tuna bidhaa pia kwa ajili ya wanaume, changamoto za wanaume, si mnazijua changamoto za wanaume? Tuna bidhaa pia kwa ajili ya mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume mwenye changamoto yoyote kwenye mfumo wa uzazi, bidhaa zipo. Kundi namba 6 ni kundi gani? Asante. Kundi namba 6. Kundi namba 6 ni bidhaa za wanawake. Sawa? Hilo bado imebadilika siku hizi. Sawa, twende kazi. Bidhaa za wanawake, yaani kuna kundi ambalo ni bidhaa za wanawake tu, sawa, ambazo ni kama bidhaa gani? Femicare, Feminage, Femibiotic, Usieva. Hizo ndo bidhaa za wanawake, zipo kwenye kundi la wanawake, sawa. Kwa hiyo kuna bidhaa pia kwa ajili ya wanawake tu. Kwa hiyo mwanamke mwenye changamoto yoyote, kuna bidhaa pia ambazo zipo ambazo ni kwa ajili ya wanawake tu, sawa. Tunaenda kundi namba ngapi? Namba 7. Kundi namba 7 ni lipi? Bidhaa za watoto. Bidhaa za watoto. Bidhaa za watoto, kila mtu anajua bidhaa za watoto, si ndio? Bidhaa za watoto ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya watoto. Mtoto mwenye changamoto yoyote, mtoto mwenye changamoto ya kushindwa, kuchelewa kuongea, kuchelewa kutembea, watoto wenye matege, bidhaa zipo kwa ajili ya changamoto za watoto. Mtoto mwenye changamoto yoyote ya kiafya, sawa? Twende kundi la mwisho. Kundi namba ngapi? Namba 8, ambalo Usafi binafsi. Au suma living, ndio? Ndio. Kwenye hili kundi namba 8 tunapata bidhaa gani? Mmoja atusaidie tumalize. Dawa ya meno, kama tulivyofundishwa kwamba tuna dawa ya meno. Kwa hiyo tuna kundi ambalo ni kwa ajili ya bidhaa ambazo ni za kila siku, ambazo kila mmoja anazitumia. Tuna dawa ya meno na nini pia nyingine, Curol. Mnaijua Curol, si ndio? Curol, mmoja atuambie ni kwa ajili ya nini, amalize. Mariam, tuelezee Curol ni kwa ajili ya nini. Simama, wageni wakusikilize waelewe.
Tunavyosema kuroli, kazi yake inaenda kuondoa maumivu hata sehemu yoyote kwenye mifupa na maungio, au sehemu yoyote ambayo unasikia maumivu, unapaka then maumivu yanaisha. Mmemsikia? Kwa mbali. Sawa, tufanye tumemsikia. Kurol ni bidhaa ambayo inatumika kujichua kama una maumivu sehemu, kama zile dawa za hospitali mtu ananunua kwa ajili ya kujichua kwenye maumivu. Kwa hiyo tuna bidhaa kama hiyo ambayo unaweza kuitumia kwa matumizi ya kila siku. Mtu yoyote anaweza kuitumia. Kwa hiyo tuna makundi 8 ya bidhaa kama hivyo mlivyosikiliza. Hope mmeelewa, si ndio? Asiyeelewa swali au mimi niulize swali? Ndio. Niulize swali kwa wageni. Haya, huyo amenuna. Tuna makundi mangapi ya bidhaa wageni? Mmoja awaokoe wenzake. Swali moja tu. Mangapi? Simama basi, tunataka tukuone. Simama. Afu ongee kwa sauti. Mangapi? Tumpigie makofi. Okay, mimi nimemaliza. Darasa letu limeishia hapo. Mtakapoulizwa maswali nahisi mtakuwa mnauelewa. Makundi yako hapo ndani, muwe mnaangalia, mnasoma. Sawa? Haya. Umelala? Nicheze? Nataka nicheze.